Naam, asante sana na karibu tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Hii inaitwa Neno la Uzima, kipindi ambacho kinakujia kwako kila siku ya wiki iendayo kwa Mungu. Tunakupeperushia kupitia mtandao wetu wa YouTube Neno la Uzima. Ukienda pale YouTube Neno la Uzima utakipata hiki kipindi. Kuna vipindi ambavyo tumefanya vingi tu na tumechambua mambo mengi sana. Tumechambua kuhusu mahusiano, changamoto za kimahusiano, tumeongea kuhusu maombi, tumeongea changamoto nyingi sana hasa zinazohusiana na vijana. Hivyo leo kuna issue tena ambayo imetubidi tuirejelee tena na tuichambue tena kwa kina zaidi ili tupate maelezo na direction ambayo ni kamilifu ambayo itatusaidia kusonga mbele katika mahusiano. Kitu gani ambacho kinafanya mahusiano hayadumu sana katika vijana? Hilo ndio swala ambalo tunataka tulijadili, na naamini kufikia mwisho wa kipindi tutakuwa tumeshapata mwafaka na tutakuwa na majibu sahihi, lakini pia tutakuwa na mwelekeo wa kutusaidia tujue tutafanyaje ili kwamba ili swala tulitatue. Kabla ya yote tutaanza kwa maombi. Ningependa Bwana maombi na nifunge macho. Asante Baba kwa siku njema ambayo tumeona Baba. Wengi ambao wanatamani lakini hawakuweza Baba. Kwa sisi ambao tumeona Baba, tunakushukuru, tunakuinua jina lako Baba. Baba, tunapoenda kuanza kipindi, utuongoze na utulinde Baba hadi tamati. Tutakurudishia sifa na utukufu Baba, kwa kuwa ni mambo machache tukiamini. Amen. Naam, asante sana. Kwa haraka tujitambulishe tu kwa majina wote tuliofika, alafu tuanze. Kwa majina ni Emmanuel Kipto. Jina langu ni Noah Kipkoge. Majina ni Derek Kibet. Nami niite Kering Caleb. Naitwa Bwana Balayo Shadrack. Jina langu naitwa Daniel Kipkoech. Naam, nami ni Christopher Biteremo. Basi tungependa kuanza kwa haraka sana. Kwa nini mahusiano yanakuwa ya muda mfupi, yani hayadumu? Ndio swala zima ambalo tunalijadili. Mtumishi wa Mungu, kwa sababu wewe ni mtumishi, tafadhali tufungulie mada. Daniel. Asante sana Bwana Biteremo kwa nafasi hii ambayo umeweza kunipa kwa siku ya leo. Na ninaweza anza tu kwa siku ya leo nikisema kwamba labda janzo kuu ambayo inaweza fanya vijana kutoka katika uhusiano ya kimapenzi kwa muda mrefu ni kwa sababu hakuna msamaha. Na unaposoma katika kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 13 inasema samehaneni kwa kama Bwana alivyowasamehe. So inamaanisha kwamba hata katika mahusiano kuna msamaha. Kwa sababu pia hata Biblia inatueleza kwamba hakuna mtu aliye mkamilifu katika maisha. So labda mtu mmoja anaenda akakosea jambo, kuna jambo ambalo amekosea, kuna jinsi ya kutatua. Na pia haswa kuna vile unafaa kurekebisha na kuomba msamaha na maisha itaendelea kama kawaida. Asante sana. Tuendelee. Labda kwa kuongeza ni kwamba hii mada inaleta uchachawizo ya kwamba ni kwa nini mahusiano mengi hayadumu. Jambo la kwanza ningalipenda kusema ni kwamba vijana wengi siku hizi hawana ule ukomavu wa hisia. Anaingia kwenye mahusiano akiwa na matarajio mengi ambayo baadaye akisha kosa kuyafikia yale matarajio, kwa hiyo anakuwa tayari au anakuwa mwepesi wa kurusha mikono na kukimbia hapa na pale. Jambo la pili ni kwamba kukosa ule uvumilivu pia unachangia, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba upendo huvumilia. Kwa hivyo unapata kwamba vijana wengi ambapo wakikosa ule uvumilivu wa kuzoeana kihisia, kimawazo, pia wanakosa ule mwelekeo, na hivyo basi unapata ya kwamba mawasiliano mengi yanakatiswa, hivyo basi uhusiano pia unakoma. Naam. Tuendelee tu hivyo kwa haraka kwa sababu ya muda. Nami ndasema kwamba sababu ya mahusiano kutodumu ni kwamba vijana wengi ama watu wengi hukosa uaminifu. Tunaona kwamba uongo, usaliti na kuficha mambo huharibu msingi wa mahusiano. Bila uaminifu basi heshima inapotea, hofu na mashaka huongezeka katika mahusiano. Na utapata kwamba watu wale wanakosa hayo na mahusiano yao inasambaratika. Asante. Na changamoto nyingine ambayo inaleta
ukosefu wa kifedha. Pale ambapo ukosefu wa kifedha ama matumizi mabaya ya kifedha inapopatikana, ile urafiki ama mahusiano inaboromoka. Hivyo ikiboromoka inaleta ile difference ama msongo wa mawazo. Hiyo ndi changamoto inayo. Asante kwa fursa hii. Changamoto nyingine ni maneno ya masomo. Mtu anaposoma zaidi anaona kwamba huyu si class yangu, yani anaona huyu ni I class, yani hiyo ni changamoto nyingine. Umri mmoja, lakini anaona huyu tuko umri mmoja, sasa hatuwezi kuwa ligi moja. Asante. Kwani watu wa umri mmoja hawezi kuwa na mahusiano kweli? So pia nami kuongezea, nilivyojitambulisha kwa majina ni Emmanuel, kama nilivyowaambia. Na ningependa tu kuongezea kwamba kuna ndugu mmoja amesema ya kwamba mahusiano hutokea ama huvunjika wakati tunapokuwa katika ile hali ya kifedha, kuna ile ukomavu. Na hivyo basi tukaangalia kiini kwamba vijana wanapoingia katika mahusiano, inaweza kuwa ni kwa sababu ya tamaa, inaweza kuwa ni kwa sababu mwingine ameona fedha, ameona nini, lakini yafaa tujue ni nini mahusiano ubeba. Na hivyo basi ukapata mtu kama hakuna fedha na masomo na mahusiano haitadumu. Na hivyo basi nikasema kuna vijana ama kwa sehemu ya wanaume, mtu anaweza ona sura, akaona mwili, akaona tamaa ya yule mrembo, akaona kila chochote ambacho kinamvutia, unaona. Na inapomvutia, na hivyo basi anakuwa anajituma pale, anajaribu kujitetea, na anapotupata kila ambacho alikuwa anakitaji, basi mahusiano haina maana kwake. Na hivyo basi ningependa tu kufupisha kwamba mahusiano inaweza tokea inavunjika wakati ule tamaa uliopo ndani ya, inaweza kuwa kwa mwanaume ama kwa mwanamke inakosekana. Na hiyo tamaa inapoisha, hivyo basi mahusiano haitakuwa na ladha ama haitakuwa na maana zaidi. Asante, ni kushukuru sana. Ningependa kuongeza nyama kidogo kwenye hiyo hoja yako. Kwamba tofauti ya malengo, kwamba mmoja anatarajia kwamba tutafika mbali, tutafika katika ndoa, tuje tuzae watoto, tulee pamoja, twende mpaka uzeeni huko tuzeeke pamoja. Lakini kuna mwingine naye yupo kwa ajili ya starehe. Unapata hiyo ndio inafanya sasa malengo yametofauti. Mimi nalenga hivi, lakini wewe mwingine umelenga tofauti. Na hii inatokea kwa jinsia zote. Kuna jinsia zote. Kuna watu tena nishawahi kusikia wakisema mdada anaweza kawa na mtu lakini hana malengo naye ya kuwa naye na watoto. Kwamba huyu utakuwa naye lakini kwa muda baba watoto atakuja. Sasa nafikiri hiyo ndio tofauti ya malengo na inasababisha mahusiano yanavunjika, kwa sababu mimi nikishagundua kwamba wewe una malengo na mimi ya baadaye, basi inakuwa ndo inavunjika namna hiyo. Hata niseme pia kwamba najua kuna ile sehemu ya kuambiana ukweli. Na hivyo basi mtu tunapo kama jinsia ya kiume kila mara mtu anasema anaunda ile uoga yake na pale uko naye, lakini inapofika kuangalia kwa halisia ile ambacho alikuwa anakisema
Watu wanaomba nguo, anaomba viatu. Asante sana. Kama kawaida tu tunapoelekea kumalizia, huwa ninapenda tu kumaliza na swali. Na swali tu ya leo ni kwamba ninapeleka kwake Bwana Biteremo kwamba labda umetitolea, umesomesha mwanadada akamaliza shule na anapomaliza shule anaamua kwamba anataka kuacha. Kama kijana ambaye ni mfulana, unafaa uchukue hatua gani? Hatua ambayo mimi naweza nikachukua ni sio ya kufikiria sana. Ni jibu la haraka haraka. Wakati niliamua kwa mfano mimi kuanza kumsaidia kusoma, unajua nimechukua nafasi ya sponsor ama donor. Yaani ninamfadhili tu, sio kwamba kuna malipo kwamba ati lazima hasa nimemsomesha alafu atakuja nimuoe. Sijamnunua yule. Nilikuwa namsaidia tu. Kwa hiyo kama akimaliza kuwe na machaguo yake, amue kuchagua mwingine basi. Nafanya tulie kabisa. Asante sana Biteremo, asante sana Biteremo. Na labda swali la mwisho ambalo naweza uliza Bwana Balayo ni kwamba labda ameamua sasa kukuacha. Hatua ambayo utachukua, kwa sababu tunatazama vijana wengi, mtu anapomfanyia jambo kama hile anapata nafasi ya kutaka kumuoa. Hii ni hatua ambayo tunachukua kama vijana ama ni hatua gani tunafaa tuchukue? Labda Bwana Balayo jibu hiyo swali. Naam, hili swala limekuwa changamoto kabisa katika nchi yetu. Umesema ya kwamba umemsomesha msichana, umemsomesha akamaliza, ukamsomesha mwishowe akaamua kukuacha. Kwa hiyo ni hatua gani ambayo tunastahili unafaa kuchukua? Kwa sababu tunasema watu wanamuoa wengine Naam. Kama kweli unataka ufuatilie hela zako ambazo ulitumia, hivyo basi kuna receipts ambazo ulitumia, kuna M-Pesa na pia kuna mwelekeo wa njia ya kisheria. Kwa hivyo tutatumia DCI tuingie tuangalie malipo ambayo ulitoa na tumdai, kwa sababu ni haki yako kufanya na yeye amevunja ile ahadi ambayo ilikuwa. Kwa hivyo utatumia njia mwafaka za kisheria sasa hivi. Kwa hiyo nilisema kwamba iwapo kama unataka kumsaidia mtu, unataka kumsaidia kumsomesha, muende muandikishane. Muende kwa chief muandikishane. Asante sana. Na labda Biteremo, labda sasa imefika mahali mmeingia na uhusiano ya kimapenzi na mwanadada. Lengo lako kama mtoto mfulana ni kumsomesha yule mwanadada. Hiyo ni kazi yako? Hiyo ni kazi ya mzazi. Asante sana. Mzazi afanye kazi yake. Asante. Ndio. Unaweza kuwa umeamua kumsomesha yule mwanadada. Unajua inategemea tena na wakati. Ndio. Unaweza kuwa umeingia katika mapenzi kwa muda wa mapema. Na mnapoingia kwa mapenzi kwa muda wa mapema na zile madhara ya mapenzi inaingia. Na inapoingia inafanya hata mwanadada akakataliwa nyumbani. Na anapokataliwa nyumbani akikulilia wewe umenifanyia hivi, labda umempachika mimba kwa mfano. Na unapokuwa umempachika mimba, alikuwa shule, atawacha shule. Na akikuja kwako akuletee mtoto wako, basi mwanadada atasema nataka niongeze masomo. Utafanya nini? Labda haujaelewa swali vizuri, kwa sababu nimesema kwamba umeingia uhusiano mapema hivi sasa na hamna mtoto, hauna chochote kwake. Kimemko naye tu ni uhusiano ya kimapenzi. Labda kazi yako kama mfulana ni kumsomesha. Sasa kitu nyeika hapo inategemea kama baada yako nyumbani ama mshaingia kwa. Mmekutana shuleni mahali kama hapa, akakwambia nimekupenda, ukaamua kumpenda. Kazi yako ni kumsomesha? Hapana. Asante sana. Labda tu kwa sababu ya muda, tunashukuru kabisa kwa wale ambao wanatutazama, na pia ningeomba tu kwamba tumejua sababu ambazo zinachangia vijana kuleta hasima katika kimapenzi. Labda hapo kesho tunaweza zungumzia jinsi ya kuwasaidia vijana ili wajiondoe katika hila hasima. Asante sana. Labda tu nikurudishie Bwana Biteremo. Naam, asante sana. Tukufikia hapo tunapiga mstari kwenye kipindi, yani tumemaliza kwa leo. Ila muhimu zaidi kwako wewe ambao unatazama kwenye mtandao wetu, hapa mahali kuna mahali pameandikwa subscribe. Basi hakikisha kwamba unabofya pale, alafu una like pia video hii, na usisahau kushare kwa mwingine. Kuna WhatsApp group, kuna watu ambao uko nao labda unasave kwenye simu yako. Hakikisha kwamba ile link unashare kwao ili nao waweze kujiunga kwenye channel hii na tuweze kusaidiana, tupate kusaidia mtu mmoja, mwingine asaidia mwingine, alafu mwisho wa siku basi tutakuwa tumejikomboa sisi kama vijana. Niwashukuru sana nyinyi watazamaji wetu, alafu pia
wenzangu wanajopo ambao mmekuwepo kushiriki katika kipindi hiki pia niwashukuru sana. Sina la ziada. Tutafungiwa maombi. Mchungaji, tafadhali. Asante sana. Tuombe. Baba mfalme, ninaja mbele zako wakati kama huu, na sifu jina lako mfalme. Tazama kipindi hiki ambayo Jehova imetolewa ili ikafanya kazi yako na kuokoa vijana. Ninaomba Jehova ukatuongoze na tuonekanie Jehova. Hata wale ambao wanaenda kutazama kipindi hiki ukawabariki, kwa sababu ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.